Kwanza nitaanza na kuwashukuru media kwa kuja kwa wingi kuanzia airport mpaka hapa mahali tuko kwa press conference yetu ambayo tulikuwa tumeitisha. Lakini kwanza nitakaribisha ndugu zangu kutoka Tanzania, karibuni sana Kenya. Ibra team nzima karibuni sana Kenya. Kenya tumewasubiri kwa muda, tunawapenda sana, ndugu wetu uko juu. Lakini sitaendelea sana, nataka kupatia hii fursa Ibra ndiye ataanzisha hii conference, alafu tutamalizia hapo. So Ibra, karibu sana. Thank you so much. Kwanza kabisa nichukue nafasi hii kumshukuru Mwenyezi Mungu na leo niko mara ya kwanza kabisa naongea na waandishi wa habari tangia mambo yaliyotokea hapa nyuma, kwa sababu kuna vitu vingi vinaendelea, lakini kubwa lililotuleta hapa ni kutambulisha uongozi wangu mpya kama Oya Gang. Sam, niko na Sam hapa pembeni. Kiongozi wetu hapa ni artist manager, lakini pia tuko na Don Tawam ambaye ni business manager, lakini pia tuko na afisa wetu hapa, dada yetu, afisa mawasiliano kwa mtu yote ambaye anahitaji kuengage kufanya biashara na Oya Gang. Hii ndio timu yangu, na wako watu wengi ambao hawako hapa ambao ni timu, lakini hii ni timu yangu kwa ufupi, na ni watu ambao tumesimama kuisimamia Oya Gang kama Oya Gang. So this is my family. Yeah. Hongera sana. Thank you so much. Kwa new management. Nadhani maybe kwa faida ya mtazamaji ama msikilizaji usizingatia sasa, ulizingatia nini kuwachukua hawa, alafu unatarajia kusaidia kivipi? International show, locally endorsement, na kama watakuwa open kupatana na maybe kazi na wasanii wengine? Kikubwa ni kusukuma gurudumu la muziki wangu, kwa sababu naamini mimi ni kijana ambaye anahitaji kwenda mbali zaidi, kufanya kazi na watu wengi, lakini ili kuwafikia hao watu ni lazima uwe na watu ambao wanaweza kusimama. Sio kila mtu atakayepigia simu au atakayetaka kujiengage na mimi kufanya kazi basi akutana na mimi direct. So hii ndio timu yangu, lakini kuna watu wengine pia hawapo hapa. Yeah. Ulizingatia nini haswa kufanya nao kazi? Kwa sababu tumeona leo mingi sana wasanii wanatembea na washikaji tu na wana. Yeah. Unajua hii ni biashara kama zingine. Yeah. Nilichozingatia ni umahiri wa ufanyaji kazi, lakini pia ni watu wangu wa karibu, kwa wako tangu kabla hata sijatoka kwa The News, sijatoka huko nilipotokea kufika hapa nilipofika. So na uhakika wa ufanyaji kazi ambao wanaofanya. So yeah. Umezungumza kuwa ni mara yako ya kwanza kuongea kwenye media kutokana na wakati ambapo kipindi ambacho umekuwa na you have new management right now. Any project that maybe you're working on? Also I've seen fans asking about your APM album, if you're planning to release anytime soon. Nadhani watu waendelee tu kuwa karibu na mitandao yangu ya kijamii, kwa sababu ile ndio sehemu pekee ambayo inaweza kuelezea chochote ambacho kinaendelea kinachohusiana na kazi zangu ya. Lakini watu wategemee kuenjoy muziki mzuri, kwa sababu naamini nafanya kwa ajili yao. Yeah. Mchinga. Yeah. Lango kwa ni Oya Gang. Ni lebo lama fulani tukamwita. Oya Gang ni familia ambayo imesimama kupambania muziki wa Ibra, lakini panapo majaliwa, kwa sababu sisi pia tulisaidiwa ya siku tukipata kipato ambacho tunahisi kabisa tunaweza kuwashika wenzetu mikono ambao wana uhitaji na wana vipaji, tutawashika mikono. Ukiangalia muziki wako ni muziki ambao una inspire so many people outside there. What nini imekusaidia ku maintain kwenye muziki, kwa sababu unapata kuna wasanii wengi ambao wapo, wengine wanachoka, wanaachana na muziki, ila wewe bado uko pale na bado unaendelea kufanya vizuri? Mimi cha kwanza naamini sana kwenye nguvu yangu na sehemu ambayo nawekeza akili, kwa sababu ni kazi yangu. Kinachoitwa kazi ndio kinachoendesha maisha yangu, so siwezi kuchoka maisha yangu. Yeah. Labda naweza kujiuliza kama Ibra afanye muziki, ni kitu gani kingine anaweza kuwa anafanya kando na muziki? Sijajua kingekuwa ni nini, lakini ni biashara kama biashara nyingine. Zipo biashara ambazo tunafanya, lakini sio nitaka front kabisa kwamba hii ni biashara ya Ibra. Hii biashara yangu ni muziki. Yeah. Maybe nikurudishe nyuma awali kidogo. Miliki haswa wa Oya Gang ni nani? Kwa sababu tumeona lebo mingi sana ziko pale kwenye mitandao, lakini wadhamini wenye lebo sio wale ambao wanaonekana kwenye lebo. Wewe unamiliki kiwango gani, na miliki haswa wa Oya lebo ni nani?
Oya Gang mmiliki ni sisi wote unaotuona hapa, kwa sababu CEO hapa hayupo. Kwa sisi ndio wamiliki wa Oya Gang na sisi ndio tumeamua kulisogeza gurudumu la Oya Gang lifikie tunapohitaji sisi lifikie. Ya siku itakapokuwa tayari kuintroduce CEO mtamuona na tutawaelezea zaidi, kwa sababu kutakuwa kuna mipango mingine zaidi ya kibiashara. Ukiangalia maybe kuna level tofauti nadhani mahali umetokea Tanzania na hapa nchini kuna level tofauti. Yeah. Oya Gang basi itakuwa unique vipi from the rest, na maybe tutarajie nini ambayo mtaifanya tofauti, sababu wasanii wengi wakiingia kwenye level hawana uhuru wa kufanya kazi, hawana uhuru wa kujua biashara, vile vile hawana uhuru wa kujieleza. Yeah. Yes. Mimi nadhani kikubwa ni kuangalia tu misingi ya biashara. Biashara, ili mtu afanye biashara na awe huru zaidi, inatakiwa apewe space ile ya kuelezea yeye anachokifeel kukifanya, kwa sababu ukimweka kuwa tight anashindwa kuintroduce ile wazo lake ambalo anahisi yeye kwake ni biashara. Yeah, so tuko vizuri na itakapokuwa tayari pia mtajionea, kwa sababu hatutoficha chochote. Yes. Kuna utofauti wa Oya Gang na sababu Tanzania kuna ile kundi. Yeah. Unajua kulikuwa na Konde Gang, Team Wasafi, Team Kiba. Yeah. Tutarajie kuona Oya Gang na wafuasi wake na timu yake. Sisi hatuna tabaka na mtu yoyote, na ni kwa sababu ni familia yenye upendo na ni watu ambao sio kama tumeanzisha hichi kitu au tumefanya hichi kitu tunachokifanya kwa sababu tunahitaji kupingana na mtu. No. Sisi tuko hapa kuangalia maendeleo yetu. Hata sisi wengine sisi tumetoka kwenye familia za kimaskini sana. Kwa hiyo tunachohitaji ni kupambania maisha yetu, kupambania biashara zetu zikae sawa, lakini hauwezi kusimamisha biashara kama hamna watu kama kina Doni, kama kina Sam, kama kina sister yangu Irene, hapo watu ambao wanaweza kupigania hivyo vitu kuviweka sawa. Ya, kwa hatupo kwenye competition na mtu yote, sisi tupo kwenye competition na biashara yetu kukua zaidi. Wapo kuna msanii atatokea labda amependa kujoin Oya Gang, amependa kuwa part of you. Yeah. Are you ready, and maybe what nini mtaangalia labda kumuingiza kwenye timu? Nadhani ni biashara. Biashara yote wanapokuwa na makubaliano ya biashara kunakuwa na maandishi, au inategemea na nyie mmekubaliana nini. Kwa inategemea na sisi tutakubaliana nini. Yeah. Ni swali langu hili hapa kakangu. Naona hapo kaka mkubwa hapo Don, of course ni ya Kenya. Yeah. Samuel huko ni wa Bongo. Sasa ina collaboration kama pia umeka management yako na washikaji wa Kenya. Yeah. Ina maana gani katika diversity ya muziki wako? What does it mean for diversity ya muziki? Cha kwanza kabisa ni East Africa. Kabla ya kwenda popote ni East Africa na Africa. Leo loana hapa ni wachache, lakini wako wengine, wako mameneja wako South Africa, wako mameneja wako Nigeria, kwa sababu ya kusupport muziki. Unajua leo ukitaka promote vizuri muziki Nigeria ni lazima uwe na mtu ambaye anajua kufanya PR ya Nigeria. Muziki inatakiwa ni upeleke wapi na wapi, ni sukuma wapi na wapi. So watu wakae tayari tuko kupokea muziki mzuri, na naamini timu niloko nayo ni timu ambayo ina nguvu sana. Tuko powerful sana. Swali kwa Don. Don, kwa swali kwako. Yes. Unahisi vipi ku work na whole team and to expect tarajia nini kutoka kwako? Thank you Trudy, but nitasema kuna kitu Ibra amesema, sisi kuwa pamoja haikuanza jana majuzi. Tumekuwa sana chini ya meza na mambo mengi, kwa sababu ni ndugu yangu mdogo, so tumekuwa kidogo na ile urafiki. So kitu tunatarajia ni kitu tofauti sana na vitu ambavyo vinafanyika. Tunatarajia kuwa na platform tofauti za kibiashara. Sisi kazi yetu ni moja, ni Ibra. Ibra ndio brand, kazi yetu ni kusukuma gurudumu la Ibra. Na kutoka hapo pia mimi kuwa katika board ama management ya Ibra ilikuwa kwanza kuleta kazi zetu pamoja, culture kuzikutanisha. Afrika Mashariki, yani hii ni mara ya kwanza inafanyika, msanii A-list kutoka Bongo ana accept part of the management bila nuclear ndani kutoka nchi nyingine. So tulikuwa tunaangalia mbali, to spread our wings across borders, yani beyond borders, sorry. Na hiyo ndio ilikuwa sababu ya siku kaa chini, proposal ikakaa iko sawa, tukaandika sasa kwa mtazamo wetu na barabara yetu tunaona A na tunaona Z. So tunaona mahali pe tunaenda na vile tunataka kwenda na vile tutapita hizo barabara. So it's a very different organization. Hii ni movement. Na swali haya kwako Ibra, swali langu ni kwenye industry ya music, Yeah. who are your biggest influencer in music both in Tanzania and internationally? What sijakuelewa vizuri? Who are your biggest influencers in music, in the music industry, both in Tanzania and internationally? Biggest influencer
Sasa nimeangalia sana. Mimi nadhani unajua kitu kizuri hakitokeagi katika engo moja. Mimi napenda kuangalia vitu tofauti tofauti kwa sababu naamini kwenye vitu vingi vizuri kupatikana kimoja kizuri zaidi. So mimi nasikiliza mtu yote, nafuatilia mtu yote ambaye anahisi amefanya kitu kizuri na ni kikubwa. Yeah. Ibra, Yes. uliweza kuzungumzia na kusifia muziki wa Kenya. Yeah. Basically Gengeton. Yeah. Ukamtaja Major. Yes. Kawaida tumezoea kuona wasanii wa Bongo wakija Kenya tours ama matamasha mbalimbali lazima watoke at least na kazi. Yeah. Unapania basi kama maybe itatokea ama itatokea maybe Major, kuna msanii mwingine unahisi by the time unarudi Bongo utakuwa umeweka mahali, manake if Oya Gang iko hapa lazima kuna kazi ambazo zinakuja. Yeah, of course. Yeah. Ni watoto tu of mashabiki na wa Kenya. We are cousins, right? So yeah, kwa hatuna haja ya kuweka competition, kugombana, kupishana kwa sababu sisi ni kitu kimoja na tunahitaji kusukuma muziki wetu kusogeza mbali zaidi. Nimefanya na Jovio lakini Chibaby, lakini zipo nyimbo ambazo ziko ndani nimefanya na wasanii wengine wa Kenya, na kama itatokea msanii yoyote anahitaji kufanya kazi na mimi, hamna mipaka. Lakini ku contact to management like bana nataka kufanya kazi na Ibra tunafanya, lakini pia mimi mpaka kuondoka Kenya aniwaahidi wa Kenya kwamba nitafanya kazi na wasanii wengi, sio msanii mmoja wala wawili wala watatu. Yeah. Yes. Alafu Ibra, uhusiano wako wewe na former boss sasa hivi tunaongeleaje? Uko sawa na Harmonize ama bado tunakutana hapa? Harmonize is my brother na atabaki kuwa brother kwa sababu pia naamini huenda bila yeye nisingefikia hapa nilipofika, kwa sababu maisha yana vitu vingi, na hata hivyo vilivyotokea vimetokea tu ni kwa sababu ya sisi ni vijana na kila mtu anahitaji kupambania kitu anachoamini kwamba hii ni ndoto yangu na anahitaji kufanikiwa kupitia hicho. So he's my brother and I love him so much. Watu waendelee kumsupport kwa sababu ni bro, na waendelee kusupport culture. Ibra, Yeah. Karibu wako na tumekuona kule Bongo, uliweza kutembelea ubalozi wa Kenya kule Tanzania. Yeah. Natumai hapa Kenya pia wamekuwa in the spotlight ukikuangalia. Kuna safari kama hizo labda, na pia uweze kuzungumzia, nimecheki poster kwamba kuna tamasha ambazo inafaa uende, kuna shows ambazo inafaa upige. Yeah. Kule Eldoret pia na vitu kama hivyo. Tueleze taratibu za kila kitu. Nadhani kwanza nianze kwa kushukuru uongozi na serikali ya Kenya, kwa sababu kipindi ambacho niliplan kuja Kenya nilijiuliza nianzie wapi, kwa sababu sasa hivi unajua kuna tafaruki wa mitandao ya kijamii inaongea vitu vingi. So nikaona kabisa nikianzia kwenye serikali itakuwa ni kitu kizuri zaidi, na nitakuwa na confidence ya kutosha, kwa sababu ni wao ndo wana run serikali ya Kenya, wao ndo hao watu wote wanaoongea huko kwenye social ni watu wao. Lakini pia nilifika kwa balozi, alinipa ujumbe wa kwamba sisi Kenya na Tanzania ni kitu kimoja, lakini pia wanaosumbua sana ni jenzi wenzio. Kwa ukipata muda wa kuongea na jenzi wenzio, ongea nao. Niwagusie tu jenzi wenzangu kwamba amani ni kitu cha muhimu sana. Hamna kitu kizuri kama amani, na pasipo na amani basi hamna maendeleo, hamna vitu vitakavyoendelea kufanyika. Mimi nafurahi sana kama hivi nimekuja Kenya, watu wamenipokea vizuri, nimeona mapokezi yangu ni mazuri. Nafurahi, najisi kama Kenya ni nyumbani, kwa sababu tangu naanza kufanya muziki wa Kenya wamenisupport sana, wamenipigania sana, so ni nyumbani Kenya. Yeah. Tumeweza kuona Urban Wings, Yeah. Kumaro Modern, na Panos nini, wao hao wote hizo ni different brands, sio? Yeah, yes. Tumecheki history na hospitali na vitu kama hivyo. Unapania maybe kufanya ni manake ukaribu wa msanii kufanya kazi na kitu kama hospitali, inamaanisha kuna mikataba fulani ama kuna swala fulani ambalo wamezingatia ndio wakaamua kufanya kazi na kitu kama hivyo. Hebu tueleze inakuwaje all these wote kwa pamoja wako under umbrella kusika katika wewe kuja Kenya na mambo kama hayo? Kila unachokiona hapa mbele na kimehusika kutimiza hichi ambacho kinaenda kutimia. Amarok ni hospitali kubwa, na nikipata wasaa inshallah nitatembelea, niende nikatembelea hata wagonjwa kama kuna chochote cha kufanya. Yes.
Sasa tukimalizia, umekuwa kwenye level tofauti na sasa hivi unaingia kwenye tofauti kabisa. Yeah. Je, ni kipi ambacho unahisi kwamba akifai kumtokea msanii ambaye ataingia kwenye Oya Gang ambacho labda kiweza kutoka katika level nyingine? Mimi nadhani ni kwenye kusimamia tu misingi ya watu kuwa huru zaidi kufanya kazi kwa upana wa mawazo yao zaidi. Right. Ya kuto kuwaweka kwenye vipindi ambavyo hawawezi kufanya chochote, hawawezi kujiamulia hata kile kitu kidogo ambacho wanaweza wakafanya, kwamba ni kama mchango, kwa sababu unaweza ukawa na kampuni lakini usipojali mtu ambaye ni wa chini kwenye hiyo kampuni au kumpa misingi mizuri kwenye hiyo kampuni, haiwezi kuwa kampuni tena. So mimi nadhani ni kusimamia zile haki ambazo naamini kabisa hichi hakitoweza kumfanya mtu akajisikia vibaya au akawa tofauti na ambavyo mimi ninawaza kuwa. Alright, baby, Ibra, kumalizia tu tuzungumzie issue ya Oya Gang. Yeah. Nadhani Oya Gang itakupa fursa wewe kama msanii kuweza kufanya vitu vingi ambavyo unataka unaazimia kufanya. Yeah. Na maybe tuelezee nini ambayo una imani nayo au unaamini Oya Gang wataweza kukusaidia wewe kama msanii uweze kuachieve kama msanii. Vile vile pia jina Oya Gang, sababu tukitoa Oya tuongeze baadhi Konde inakuwa kama Konde Gang. Kuna wale ambao watahisi maybe unarudi kwenye industry kumpigana na aliyekuwa boss wako. Huenda maybe italeta issue na kutumia jina same na ile gang. No. Oya Gang kama nilivyotangulia kusema, Oya Gang ni familia. Ni familia ambayo wewe leo wakati hujafika hapo kuwa mwandishi wa habari, kuna ndugu zako ambao walipambana kwa ajili yako. Leo wakionekana na wewe hawawezi kuitwa jina lako. Yani leo siwezi kuita watu wangu Chinga Gang. No. Yeyote utakayemuona yuko karibu na mimi ujue huyo ni Oya Gang. Oya Gang ni familia. Lakini jina la kampuni ambayo tunafanya nayo kazi sio Oya Gang. Oya Gang ni jina la familia. Yeah. Ni familia ya watu ambao wananizunguka, palipo rafiki yangu yoyote, palipo mtu wangu wa karibu, hata wewe pia ni Oya Gang. Yoyote popote alipo ni Oya Gang, kwa sababu ni watu wetu sisi. Yeah. Kama msanii unatarajia maybe Oya Gang itakusaidia vipi? Kuna vitu ambavyo unataka kuachieve kama msanii? Yeah. Kuachieve kwa vitu kunategemea na upambanaji na mipango ambayo unapanga. So tuko street kulenga vitu ambavyo vinaleta faida. So tutaachieve vitu vingi inshallah. Yeah. Sasa swali langu la mwisho kwa Samuel hapo. Unajua wewe ni mwekezaji sana. Sasa mbona ukamchagua kaka Ibra hapo kwa sababu nini wengi ujue? Mbona ukamchagua huyu? Kitu ambacho shakiona kadhani udogo mshawekeza kwa mtani. Itakuwa fresh. Mbona Ibra na si mshikaji mwingine? Kwanza nikebisha Sam. Sam. Mimi leo ni mgeni. Leo acha nimwache Doni atamu. Na watu wengine wanazidi video na Sam. Mbona mkaamua Ibra? Wasanii wengi sana Bongo. Why Ibra? So nitaisema hivi na nitaisema na capital letters. Ibra ni msanii ambaye ana kipaji kikubwa sana. Kipaji chake si tu sauti, pia uandishi na pia fikra. Ako vizuri sana. Hata sisi kuna kitu tumeulizwa hapa kuhusu Komarok Hospital. Tulifikiria kwa sababu huu ni mwezi wa mental health awareness, unajua hivyo, ya wanaume. So si kwenda huko, kuna watu ambao wako hospitali kwa sababu ya tu fikra, mawazo tofauti, yani wanaume that. So huko ndio tunaenda kwa kuna wengine wako huko. Ibra ataenda kuwatembelea. Pia Ibra amepitia changamoto tofauti kufika mahali yako saa hizi. So ni kitu ambaye pia Ibra atakuwa balozi wa hiyo direction. So kufika vile imefika, tumesema Ibra tumemwambia kwa hiyo. Kwa Ibra ni dhahabu. Ni dhahabu ambaye tayari ishasuguliwa. So sasa hivi tumeweka ni tu foundation ya biashara. Hiyo ndio tumeweka. Na kazi ambayo Ibra anakuja kuileta ndani ya Sam ngoje, kwa sababu anakuja na mambo makubwa sana. Unaona, ndio tuko hapa na Sam, Irene. Hii ni timu ambaye tumekuwa pamoja kwa muda, tukaelewana kwa mambo mengi. Tunaweza communication yetu iko vizuri. So tunaamini